Kuna story fupi imeaktiwa, sijui ni kweli, mimi nimeipenda sana. Iko yatembea kwenye TikTok na kwenye social media. Kijana amefukuzwa skuli, amepewa barua na mwalimu, lakini mwalimu amwambia usifungue barua, mpekee nani? Mamako. Na hana mzazi, ana mama tu, baba amekufa. Ule kijana akaenda na ile barua akampa mamake. Hakufungua ndani muna nini, akawa ana hamu ataka kujua barua yasema nini. Mama akaisoma barua, akalia, akaifunga barua, akaisita. Kijana akamuuliza mamake, imeandikwa nini? Akamwambia, baba, mwalimu ameniletea barua, asema akili yako iko juu sana kushinda wanafunzi wote pale skuli, kwa hivyo ni kama wanakupotezea wakati. Ameniambia afadhali nikusomeshe mwenyewe hapa nyumbani. Sawa jamani, nini? Ni kama wakupotezea wakati. Ameadvise sikupeke tena skuli, nikusomeshe mwenyewe. Kijana akateka. Kijana akasoma, akawa mtu mkubwa sana ulimwenguni. Baada ya muda mamake akafa, ashakuwa mtu bosi, uchumi, amebadilika maisha yake. Katika kwenda kupekua zitu za mamake siku hiyo, akaipata ile barua. Kwa fudhul kutaka kujua, akaifungua ile barua. Alipoifungua ile barua, imeandikwa, kijana chako ni punde kabisa, hashiki chochote, tafadhali usimwete tena hapa skuli. Kijana akalia sana siku hiyo. Angalia mama alivyoibadilisha message, akaweza kumkinaisha mtoto kwamba wewe ni hodari na waweza kusoma, na akawa kijana. Wewe fikiria, siku ile angefungua ile barua, angemwambia mama, unene sema mwalimu amenena wewe ni punde kabisa, ushiki chochote. Wewe fikiria ule kijana angetoka nani baada ya pale? Angekuwa janki. Neno jamanini, musilidharau. Neno la athiri, neno laweza kumbadilisha mtu maisha yake. Neno moja tu, neno tu. Na hii masulia wanatukua wazazi, masulia watakuwa waalimu. Hii kutupa maneno, kumamkua kijana punde, zuzu, uelewi kitu. Chungeni sana, waweza kuwa ni sababu ya kuzorotesha maisha ya kijana, maisha yake, kwa sababu ya neno moja tu. Ulimwengua zuzu siku ile, na vijana wakamteka, na pengine likatoka lile jina ndio jina lake mpaka uchu uzima. Si makumbuka sisi tuna maina ya hirimu mingi tumepewa na waalimu chuoni ama shuleni. Lilitoka tu siku moja akakuwa mkuu, vijana wakatembea nalo. Ina athari kubwa sana. Naweza kuniambia, ustadhi, wewe umekwenda mbali, enda wapi? Nasema makhatibu wanaoketi kwenye mimbar kuwapa watu mafundisho ya Kiislamu, wawapa ufahamu wao, na ufahamu wao waweza kuwafremu watu vizuri, na waweza kuwafremu watu